mtu wa Yanga mwingine yote. Wewe imekuwa muhimu zaidi sana kwako. Kwa mimi engineer, umenishukuru vya kutosha sana. Mimi sikushukuru chochote, ila Allah mwenyewe ndo anayejua, sio mimi. Sisi binadamu tunaishi ndani kwa unafiki, kilichomo humu ndani mwako sikijui. Si unanielewa vizuri engineer? Hicho ndani humu unachokiwaza mimi unaweza ukawa unanishukuru, lakini mimi nakungonga unatoa hela. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Kwa mimi sina chochote cha kukwambia, ila anayejua ndani ya moyo wangu ni Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye kesho atakayenipa adhabu ya kaburini, si mtu mwingine yoyote. Sijawahi kupewa mwaliko na kiongozi yoyote yule zaidi ya wewe, na nawaambia watu wa Yanga wasikie, wakija wakikupoteza wewe watakuja kulia kilio cha mbwa na kuonyeshea kidole cha shahada hiki. Kwanza unajua kuunganisha watu, pili unajua hawa watu niende sio Waswahili. Sisi tunataka Waswahili wa Yanga wanataka wao raha, karaha hawataki, na ili kila siku kwenye vyombo vya habari naliongea. Yanga hawataki karaha, wao wanataka raha tu. Karaha kwao ni tabu. Siku moja najua ulipotoka au ulishikwa na hasira ukasema watu wanatoka huko watokako, wameshakula visamfu vyao, wameshakula ugali wao, miogo yao, lakini wanakuja kuongea vitu ambavyo hawavijui. Ni kweli, na ndivyo tulivyo, wala sikupingi, na hilo neno liliongea ni kweli. Lakini unaona maneno yaliyotokea, watu wakakwambia engineer, omba msamaha, ukawaomba msamaha. Lakini kwa nini uliongea? Aziz Ki, hakuna mtu yote anayejua hapa anachukua shilingi ngapi. Aziz Ki hawajui nani anamfanya Aziz Ki anatulia, anacheza mpira, anapata wapi pesa, anapata wapi maisha mazuri, ana relax vipi? Shekhe, si hatujui, si kazi yetu kada kaweka pale kada, basi ndio tunachokitaka hicho. Ila mimi nachokwambia wewe, umenistiri mimi, haki ya Mungu na mtume umenistiri. Bali umenistiri.